Karibu kwenye video hii ya kipekee. Kama unafuga kambale au unapanga kuanza, basi video hii ni ya lazima kuangalia. Leo tutaangazia lishe bora ya kambale. Tutaangalia kambale wanakula nini, lakini pia tutaangalia namna ya kuandaa chakula chao kwa unafuu. Pia tutaangalia vyakula mbadala 20 wanavyoweza kutumia kambale na wanavyoweza kutumia kuwalisha. Lakini pia tutaangalia mambo ya muhimu ya kuzingatia unaponunua chakula. Karibu sana. So tujiulize kwanza, kambale wanakula vyakula gani hasa? Kambale ni samaki wanaopenda kula chakula chenye protini nyingi. Lakini pia hula vitu mbalimbali. Lakini lishe bora ni ile inayowapa virutubishi vyote muhimu kwa ukuaji. So vyakula vikuu wanavyokula kambale, kuna chakula cha viwandani tunaita pellets. Lakini pia kuna chakula unachoweza kutengeneza nyumbani. Lakini pia kuna mabaki ya nyama au samaki. Pia vyakula mbadala vya asili ambavyo tutaviona baadaye. So namna gani ya kuandaa chakula cha kambale kwa unafuu? Unaweza kuandaa mwenyewe chakula bora kwa gharama nafuu kwa kutumia malighafi zinazopatikana kirahisi nyumbani au sokoni. Mfano wa mchanganyiko rahisi wa chakula, unaweza ukachukua unga wa dagaa au samaki uliokaushwa kwa 30% ya mchanganyiko. Lakini pia unaweza ukachanganya na pumba ya mahindi au mpunga 40%. Pia unaweza ukatumia majani ya kunde, azora au majani laini ya mchicha kwa 20%. Unaweza ukaweka pia na unga wa chakula cha mifupa au chokaa ya calcium kwa 5%. Lakini pia unaweza ukaweka mafuta ya kupikia kidogo kwa ajili ya kuongeza nishati kwa 5%. So unaweza ukachanganya vizuri, lakini pia unaweza kuchanganya vyakula hii itategemea na kipato chako. Sio lazima uchanganye vyote, itategemea na aina ya vyakula unavyoweza kupata. Changanya vizuri, kanda lishe hii. Na unaweza ukaikanda na kuitengeneza katika ule mfumo wa pellets. So unaweza ukachanganya, ukakoroga mchanganyo huu, then ukatengeneza katika mfumo wa pellets na ukakausha juani. So unawezaje kufanikisha kutengeneza katika mfumo wa pellets? Nitaweza kukuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukafanya ili upate mchanganyiko wa pellets. Either unaweza kutumia mashine au kutumia kifaa kingine ambacho nitaenda kuelekeza ili kuweza kupata vipunje vidogo vidogo. Hivi vipunje hivi ndio tunaita pellets. Baada ya hapo unaweza kukausha juani na chakula hicho kitakuwa tayari kwa ajili ya kualisha. Lakini hakikisha usafi na ubora wa malighafi au vitu unavyotumia kuandalia. Sasa nitakuja kuonyesha kifaa unachoweza kutumia kwa ajili ya kutengeneza mfumo wa pellets, kwa sababu ikiwa katika mfumo huu ni rahisi kwa samaki kutumia. So tuangalie vyakula mbadala ambavyo unaweza kuliwa na kambale kwa unafuu. Tumeona ambavyo unaweza kuandaa, lakini kuna vyakula mbadala ambavyo unaweza kutumia kwa badala na kusevu gharama. Kuna dagaa wape hivi vyakula wakiwa wameshakuwa wakubwa almost miezi 3, ndio unaweza kuanza kuwapa vyakula vya design hii. Mfano dagaa, mabaki ya nyama, mifupa iliyosagwa, majani ya zola, majani ya mchicha, majani ya kunde, mabaki ya chakula cha nyumbani kama vile ugali, wali, samaki waliovuliwa, pumba ya mpunga, kuna pumba ya mahindi, mabaki ya soya, majani ya kisamvu, maganda ya karanga yaliyosagwa, mabaki ya maziwa, mafuta, mabaki ya mayai, maji ya samaki yaliyobakia jikoni, unga wa muhogo, unga wa mtama, maganda ya ndizi, majani ya alfalfa. Kwa hiyo utajaribu katika vyakula hivi ni vipi ambavyo vinapatikana, lakini kumbuka kuwalisha kambale vyakula vya asili, hakikisha vinatayarishwa vizuri na visafi. Hakikisha ni visafi.
Hii ni changamoto. Kama utawapa tu chakula bila kuzingatia usafi, basi unaweza kusababisha magonjwa. Ikiwezekana, vyakula hivi unaweza ukavichemsha ili kuhakikisha kwamba umeondoa bakteria. Usiwe na ile tendency ya kutupa tu vyakula kwenye bwawa. Kwanza utachafua bwawa, lakini pia ukifanya hivyo mwisho wa siku hakutakuwa na usafi. So nini cha kuzingatia unaponunua chakula cha kambale? Unapotaka kununua, kama unahitaji kununua, angalia viwango vya protini angalau 30%, lakini pia hakikisha chakula hakijachakaa au kuoza. Hicho ni kitu cha msingi. Lakini kitu kingine, angalia ubora wa ufungaji wa hiki chakula. Lakini pia nunua chakula kutoka kwa wauzaji wanaoaminika Tanzania. Angalia tarehe ya kutengenezwa na mwisho wa matumizi. Lakini pia nashauri kununua chakula hasa kwa yule ambaye anaanza ile miezi mitatu ya mwanzo. Ni vema ukanunua chakula cha pellets ya viwandani kwa ajili ya samaki wako ili kuwavusha kuanzia mwezi wa kwanza mpaka ule mwezi wa 3, na then unaweza ukawapa vyakula vingine mbadala ambavyo tumeviona hapo juu. So utapata wapi chakula hiki? Unaweza kupata kwenye mashamba makubwa ya watu ambao wanafuga, lakini pia kwenye maduka ya pembejeo za mifugo unaweza kupata. Maduka yanauza vyakula vya mifugo pia unaweza kupata vyakula. Kuna viwanda vya vyakula vya ndani ambavyo pia unaweza kupata. Lakini pia kwa wakulima wa dagaa na wauzaji wa pumba unaweza kupata vyakula hivi. Lakini kama unahitaji msaada wa kupata chakula au unahisi unahitaji mafunzo zaidi ya kutengeneza mwenyewe, na unahisi kwamba unakwama kwa namna moja au nyingine, basi unaweza ukatutafuta na ukawasiliana nami kwa simu namba 0620 339 260, au unaweza kunitumia message WhatsApp, na moja kwa moja nitajitahidi kujibu kwa ajili ya mafunzo zaidi. Asanteni sana.